kwa kuweza kuwakuta wakina baba, wakina mama, vijana, watoto, wazee mahali hapa. Amen. Na zaidi ya yote tunafurahi kwa sababu tumekuta mmewahi. Lakini sisi kama tulipokuja hapa tumekuja wengi sana. Lakini kilichotuleta hapa tumekuja kwa sababu ya upendo wa Kristo. Tumekuja kwa sababu tunaamini Yesu Kristo ambaye anasema kwamba tuwapende majirani zetu. Jirani wa leo kwetu sisi ni mimi na wewe. Yaani uliyekaa naye karibu na yako hapo leo ndio jirani yako. Kwa hiyo kilichotuleta sisi leo ni upendo tu wa Yesu Kristo, ya kwamba tukawatembelee na wengine, tukatiane moyo, tukafarijiane. Kwa hiyo kwa sababu tumekuja kwa jina lake, napenda niseme kwamba leo utamsikia Yesu tofauti, utamwona Yesu tofauti, utamtafakari tofauti. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Bwana Yesu yeye kwetu sisi tunaamini kwamba ni mfalme, ni mwokozi, ni mponyaji, anabariki, anafungua, anainua. Lakini neno la Mungu anatuambia ya kwamba Mungu yeye ni wakati na majira. Leo ni majira ambayo Mungu imempendeza tuwepo mahali hapa Kibaha. Mmefurahi? Na sisi vile vile tumefurahi kuwepo katikati yenu siku ya leo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari ule wa 1 kwamba kila jambo kuna majira na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Napenda nikwambia asubuhi ya leo, haya ni majira yako leo. Yumkini ulikuwa unawaza leo nitakutana na nani, nitakutana na habari gani? Nataka nikwambie ya kwamba leo ni majira yako ya kusikia kwamba Mungu bado anakupenda. Hata kama unakuwa katika shida, unapitia katika dhiki mbalimbali, nataka nikwambie asubuhi ya leo Mungu bado anakupenda. Haya ni majira yako ya kusikia ya kwamba Mungu anakupenda. Kuna wakati mwingine tunapitia changamoto, afu tunasema kwamba mimi Mungu labda hanipende. Wengine wametangulia, wewe bado uko hai. Kwa napenda nikuhakikishia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu bado anakupenda. Yumkini umekata tamaa. Leo asubuhi tumekuja na kukwambia neno moja ya kwamba jipe moyo. Bado matumaini yako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limetuambia kwamba kuna majira na wakati. Majira yanaweza yakawa, kwa Kiingereza tunasema season, yani kipindi kirefu. Inaweza kawa majira ya msimu wa mvua, majira ya msimu wa kiangazi. Lakini kuna wakati mvua hainyeshi tu kwa sababu ni msimu wa mvua miezi mitatu, msimu miezi mitatu mvua inanyesha hapana. Inaweza ikanyesha leo siku 2 ikanyesha, afu siku moja inapumzika, lakini kuna siku nyingine inaisha asubuhi, siku nyingine jioni. Amen. Amen. Kwa na leo sisi tumekuja na kamvua kidogo ya kusema ya kwamba Mungu anakupenda. Ndio maana kiongozi wetu amesema ya kwamba tumekuja na vitu mbalimbali. Tumeenda na kamvua kadogo. Yumkini ulikuwa unaona ni kiangazi kwako. Lakini tumeenda na kamvua kidogo ka upendo wa Mungu. Ndio maana tumekuja na vitu mbalimbali. Lakini si hivyo tu. Yumkini haya ni majira yako kukutana na Mungu. Amen. Inaweza ulikuwa unamsikia Mungu vingine, ulikuwa unamuelewa Mungu vingine. Lakini leo huenda ni nafasi yako ya pekee ya kumsikia Mungu kivingine kuliko vile ulivyokuwa unamsikia au kuliko vile ulivyokuwa unamuelewa. Kuna wakati mwingine mtu anapitia changamoto afu nasema yani Mungu hayupo. Mimi mbona sijawahi kumuona? Wanasema Mungu yupo. Mimi naamini hayupo. Mbona mimi na shida kama hizi? Mbona mimi napitia vitu kama hivi? Mbona kiomba mimi sijibiwi? Lakini nataka umuone Mungu leo kwa sura nyingine. Kama Mungu bado yupo, bado anakupenda na bado anakujali. Ndio maana hata leo unapumua. Hiyo ni zawadi namba 1 kutoka kwa Mungu. Leo bado unapumua. Kuna wengine kama wawe wenye umri kama wako leo hawapo, lakini wewe bado unapumua. Kudhihirisha ukuu wa Mungu kwamba
yupo Mungu ambaye anatutunza. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ndiye atupaye afya na kupona. Yumkini umeomba sana ukasema huyu Mungu asikii, lakini nataka kuambia siku ya leo ya kwamba Mungu bado anasikia, Mungu bado anajibu maombi, Mungu bado anaponya hata leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tu nitasema tu mistari michache kwa sababu tumeambia kwamba mmekaa sana. Neno la Mungu linasema katika Warumi ile sura ya 13 mstari wa 11 ya kwamba saa ya wokovu ni sasa. Nitasoma tu maandiko tu machache kutoka Marko 1 mstari wa 14 17, nitasoma hapo. Ngoja nitumie Biblia msio kwa sababu nimesoma maneno yangu japo nimeandika kwenye karatasi. Nitasoma tu ile Marko sura ya kwanza mstari wa 14b na 15. Neno la Mungu linasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Ufalme wa Mungu umekaribia. Neno la Mungu linatukumbusha asubuhi leo ya kwamba tutubu na kuiamini Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine tunasema yaani toka tumekuwa wadogo tunasikia tu ipo siku za mwisho zinakaribia, mpaka mbona hazifiki. Lakini Biblia inasema kwa mjifunze kwa majira. Siku za mwisho watu wataacha kumpenda Mungu, wataanza kushiriki kwa kuangalia tu kazi zao na maisha yao. Watapenda pesa sana, watasahau kumtafuta Mungu kwa sababu tu ya dhiki na shida mbalimbali. Zile dhiki na shida mbalimbali zitawazonga, watasahau kumtumikia Mungu, watasahau kusali, watasahau kumtafuta Mungu. Ndio maana asubuhi leo tumekuja ujumbe wa kukumbusha kwamba pamoja na changamoto zetu za maisha, pamoja na kwamba tuna vitu vingi vimetuzingira, lakini tusiache kumpa Mungu ibada. Tusiache kumpa Mungu nafasi yake. Tusiache kumtafuta Mungu kwa sababu hujui siku wala saa ambayo Mungu atakuja kwako. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu ni Mungu aliye hai. Hakuna kutubu baada ya kufa. Kwa hivyo vyote vitakavyokuwa kila iitwapo leo, ujue kwamba leo Mungu amenipa neema. Neno la Mungu linasema mwizi angejua kwamba siku anayokuja, yani mtu angejua kwamba siku mwizi anakuja, siku angekesha, asingelala. Kwa asubuhi neno la Mungu linatukumbusha kwamba hatujui siku wala saa ambayo Mungu atatuchukua. Kwa ni muhimu sana tuishi maisha ya kumtafuta Mungu, tuishi maisha ya ibada. Asubuhi leo tumekuletea neno kuambia kwamba Yesu anakupenda. Biblia inatuambia Yesu alisema ya kwamba toka mwanzo alikuwa anahubiri, anasema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Na sisi asubuhi leo tunakuja kuambia ya kwamba Mungu anakupenda, anazihesabu siku zako, anazijua hatua zako, anazijua njia zako, lakini anataka moyo wako kwanza. Hivi tunavyo navyo sasa hivi vinapita tu, lakini baada ya maisha haya, je, umejiandaa? Moyo wako uko kwa nani? Maisha wakati wa kutengeneza ni wakati uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ndio message ambayo ni ujumbe ambao tumekuletea asubuhi leo. Jitafakari. Angalia maisha yako. Mimi je, maisha yangu sasa hivi hapa nikifumba macho hivi, Mungu akinichukua, nitakwenda upande gani? Huku kwa Mungu au nakwenda upande wa Ibilisi? Hebu jitafakari kidogo mimi na wewe. Tumekuja tukukumbushana ya kwamba ni muhimu kumtafuta Mungu. Haijalishi majira ulionayo. Majira yote yapo yatapita, lakini kumtafuta Mungu ni wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitamalizia neno la mwisho la lile ambalo nilisoma kwamba hiyo Warumi 13:11, na mimi tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha wadia, maana sasa saa ya wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza.
Injili imeanza kuhubiriwa, yumkini toka unakuwa mdogo, umekuwa mdogo unasikia. Mbona bado tu wanahubiri mpaka leo wanahubiri? Lakini leo tumekuja tukumbushe tu ya kwamba toka wameanza kuhubiri mpaka sasa tuko nyakati za mwisho. Ni vizuri ukamkabidhi maisha yako Bwana Yesu, ukamwachia moyo wako, ambia Mungu, ninaomba utawale maisha yangu. Kama ulikuwa umeacha ibada, ni wakati wa kuanza kumtafuta Mungu na kurudi kwa muumba wako na kuanza kutengeneza maisha yako, kwa sababu duniani neno la Mungu likwambia kama tunapita. Imani zote zinafundisha hivyo kwamba duniani tunafanya nini? Tunapita. Hakuna makao maalum hapa. Kila mmoja asubuhi ya leo tunakuja tu neno moja la kumwambia kwamba tunakupenda. Tunakuja kuambia neno moja tu ya kwamba katika kuishi kwako kote, tengeneza maisha yako, mtafute Mungu kwa bidii. Biblia inasema ya kwamba mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa bidii, nami nitaonekana. Mungu yupo kwa wale wanaomtafuta. Mungu huonekana kwa wale wanaomtafuta, lakini Biblia inasema kwamba wanaomtafuta kwa bidii. Kwa hiyo kama ulikuwa umelegalega katika kufanya ibada, katika kumtafuta Mungu, asubuhi leo tutapata kukumbusha kwamba ongeza bidii, utamuona Mungu. Ongeza bidii katika kutafakari neno la Mungu, utamuona Mungu kivingine. Ongeza bidii katika sala zako, Mungu yupo anajibu. Yumkini yale maombi yako unakuwa unaanza kila siku unayaomba, labda leo ndio Mungu amekuletea muda wako kujibiwa, kwa sababu tumesema kila wakati kuna swala lake, kila wakati kuna jambo lake. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna maneno mengi ya kusema, lakini asubuhi ya leo tumeleta neno moja la upendo, ya kwamba tunawapenda. Na tunawapenda kwa sababu na sisi Mungu alitupenda kwanza. Ametupa uzima na afya. Tukasema leo twende tukawabariki wenzetu. Twende tukafahamu wenzetu wako wapi. Ndio maana leo tuko hapa, mahali hapa. Kwa hiyo tumekuja tu na upendo wa Kristo na tuleta mahali hapa. Lakini vivyo tumekuja na injili ya Yesu Kristo, ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu yu hai hata sasa ili akuokoe, ili akuponye. Anachohitaji kwako si pesa. Anachohitaji kwako ni imani tu. Basi Biblia inasema ya kwamba amwendee Mungu, aamini kwamba yupo, naye wapo kwa wao wanaomsikia. Kwa utakapomwendea kwa moyo, Mungu anataka moyo kwanza. Utakapomwendea kwa moyo na kuamini kwamba yupo, anasikia, yuko hai, atakusikia na atakujibu maombi yako. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu kila alipokuwa akienda kuhudhuria, mahali alipokuwa ameenda, kama ni kwenye sherehe, alipokutana na watu, aliweza kuwafanyia kitu alichokuwa anakihitaji. Sijajua ndani ya moyo wako leo unahitaji nini? Unahitaji Yesu akuponye? Unahitaji Yesu akufariji? Unahitaji Yesu akuinue hatua moja kwenda nyingine? Mungu anachunguzaga mioyo. Mungu anaangalia kiu ya moyo ya mtu. Utakapokuwa na kiu ya kumtafuta Mungu, atajifunua kwako. Kwa hiyo asubuhi leo napenda tukwambie kwamba Mungu anakupenda. Fanya bidii, endelea kumtafuta, naye ataonekana kwako. Wewe uliye mdhaifu, katika jina la Yesu, Mungu akakutane na kuponya katika magonjwa yako. Wewe ambaye unahuzunika, umekata tamaa, umeona umeachwa, umekataliwa, tunataka kukwambia kwamba Mungu anakupenda. Tumekuja kukutia moyo na kukwambia Mungu anakupenda. Wewe uliyechoka na ukata tamaa, nataka kukwambia asubuhi leo, inuka tena. Simama tena. Jitie nguvu tena. Naye Mungu utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa katika maisha. Kuna andiko moja ambalo napenda tu nikuachie, kwa sababu tumeambiwa kuna muda mchache, lakini kuna andiko moja nataka kukwambia ya kwamba kuna katabia kwa watu kujidharau. Biblia inasema ya kwamba katika Ayubu 36:5, tazama Mungu ni hodari wala hamdharau mtu yoyote. Maana nyingi tunapenda kujidharau, hata mimi. Lakini nataka kukwambia Mungu anakupenda kama ulivyo. Mungu hajawahi kumdharau aliye mfupi wala aliye mrefu, aliye mnene wala aliye mwembamba. Ni mtu yeyote anayemwamini, anamtegemea, anayemwendea kwa moyo wa unyenyekevu, huo Mungu anamsikia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu, ila hujajijua. Mungu anaheshimu maisha yako, anakupenda sana. Wewe ni wa thamani sana. Ndio maana leo uko hapa, uko hai hata sasa. Huwezi jua ni kwa nini leo umefika mahali hapa na kusikia neno hili, lakini nitakwambia kwamba usijidharau.
hata kama unaomba mambo madogo sana, lakini kama unayaomba kwa imani, Mungu anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Napenda nimalizie tu kwa kusema ya kwamba tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii, lakini tu msisahau ya kwamba tunawapenda na Yesu anawapenda na Yesu anawajali, lakini mwisho kabisa tutubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Asanteni sana.